Haya, kwa majina mimi ni Mike na mimi ni mtu wa two term. Two term hapa Bungoma na one term, sisi ni brothers and sisters. Lakini our political ideologies they are different. Number one. Yes. Kwa nini napenda Maniuliza kwa nini napenda two term? Yeah. Bana two term, acha tuanzie hapo. Angalia education. Education in Kenya, the history ya Kenya. Hakuna president ameandika walimu at once. 100,000 teachers at once. Hakuna. Nani? Hiyo ni reason number one. Two, education imekuja na hii kitu inaitwa budget education. Budget education this time imekuwa juu sana. Kwa sababu ya CBC ile iliongezwa na hii mambo mengine. But now the president amemanage kufanya such a thing. Time ya Ruto ya Uhuru hakumanage. Aliwacha kama walimu hata wajaandishwa. Aliwacha kama madarasa haziko. Lakini akamaliza kaenda. Two term kwa nini? Another thing. Two term naona maendeleo katika every county, 47 counties. At least kuna affordable housing zinaendelea, kuna roads zinaendelea. Western wakati wa Uhuru, that's another nini. Hakukuwa na kitu inaitwa referral hospitals. But you can now saizi ukiangalia, we have referral hospital in Kakamega. We are waiting for this one in Bungoma. Na tunangoja ingine kuje. Na kuna hii nini ya nini Viga in Western. Ya school of what? Excellence ya hii inatengenezwa in Viga County. Yes. So tunaendelea na mambo ya two term. So two term tumeona at every corner of this Kenya there is something going on. Unlike wakati wa Uhuru, maendeleo ilikuwa centered in Central Province, yani watu wa mlima. That's what nani anataka Gachagua. Nasikia? In opposition naichukia sana. Yes. Because now opposition they are advocating for the ukabila. Yes. Kila mtu anaongea tu mambo ya ukabila. Mtu akisimama anasema mambo ya mlima. Mimi nimeoa Mkikuyu. Mnataka niende kufukuza Mkikuyu kwa sababu mimi ni Mluya, arudi wapi? Arudi Central kwa sababu sisi tunaongea ukabila. So hiyo ndio vitu hatutaki. Wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta tumefanya, sisi watu wa Western tunapenda sports. Tumefanya CHAN. Watoto wetu wanaenda World Cup. Under 17. Kitu jaifanyika Kenya hii. Wanaenda World Cup, I'm telling you my brother. Sasa unataka tena turudishe bole nyuma, tuende kufuatana na hii ghasia za Kenya, hawana idea, hawana chochote kwa kichwa tuwafuate. Tuanze kumaliza Western. Angalia industry zetu za sukari zimeamuka because of two term. Those days Uhuru alichukua pesa akapeleka kwa majani chai na akapeleka kwa coffee. Unaona? Alipoacha kwa coffee zikaendelea, coffee ikaendelea tu. Lakini akawacha wapi? Mambo ya sugar in Western na in Nyanza. Sasa sisi tukarudi kwa umaskini. Hata huyu brother yangu huyu alifutwa huko Nzoia kwa sababu hakuna nini? Sukari imeanguka. But nao sasa ako hapa kwa sababu anaona sukari imeamushwa. Ako live bwana, hata alirudisha bibi alikuwa amefukuzwa. So with the two term we are happy, tunaendelea maendeleo. Angalia hata kuna stadium hapo Kandui. Kuna stadium hapo. Unasikia mwingine mambo ya sukari pia. Alisimamisha barons wale walikuwa wanaleta sukari Kenya hii. Unaona? Wakati alisimamisha Nzoia imeamuka. Unapata watu wanaendelea mzuri saizi. Mafarmers saizi wanaendelea. Wameajiriwa. Hiyo inaitwa indirect employment. Alafu wengine tumeemploy direct kwa hizo our sugar factories. Watoto wanaendelea kusoma. So what we want saizi in two terms hii ile tunataka saizi tutengeneze masomo ikuwe affordable. So all the MPs wale wamekataa hiyo kitu ya happen because hatutaki CDF. Hiyo pesa CDF yote ichukuliwe ipelekwe kwa masomo ikuwe affordable. Kwa sababu hiyo pesa CDF inafanya MP ama MCA ama governor wanaenda kusomesha watoto na mtoto wa maskini atakosa kuenda kwa shule kwa sababu ya hiyo. So CDF irudishe kwa wananchi. Unasikia? Ikue mara moja peleke kwa education ifanye nini? That's what we want.
Na hizo ndio our agendas. Yeah. So agenda yenu nimesikia, na so swali langu ni huyu Sifuna huyu unasema sasa, kwa hivyo kwa maoni yako ana agenda hata kama anatembea na Linda Mwananchi? You know, Sifuna is a project and a project of Uhuru Muigai Kenyatta. And Uhuru Muigai Kenyatta yeye ndiye alitembea alisema kitu moja, if I can remember my history vizuri. Uhuru Muigai Kenyatta alisema hivi, unasikia, kupitia kwa baba yake, ilikuwa kwamba in 1965 walikula kiapo ya kwamba they are going to lead Kenya and no any other tribe will ever lead kama they are still there. Unasikia? So hivyo ndio ilikuwa. So if Sifuna akiwa project anataka kuchukua uongozi from now in Western or in Nyanza or somewhere else, apeleke wapi? Arudishe mountain ama mlima. And that's what we are now against. So coming for Sifuna, wacha kuja tembeni mtoto wetu, but it has no impact. It's just a project. Thank you. Hivyo ni 2 term. So tunaingia kwa 1 term. So tutaanza na Fred ama so Fred, Sifuna tumeona 2 term ametoa maoni yake. So tuko kwa 1 term. Unajua Bungoma kuna 2 term, kuna 1 term. So sijui wewe uko wapi, na kwanza uanze kwa jina na utuambie ni kwa nini uko kwa 1 term ama 2 term. Kwa majina naitwa Freddy Makali. Mimi niko 1 term kwa sababu kuna vitu mingi Rais Ruto alituwaiti hapa hivi. Yeye akikuja hapa alisema ako na agenda moja, ako na agenda 2 3. Yeye akiwa rais, sisi alianzia kwa mama mboga na boda boda. SHA tutakuwa tunatibiwa na shilingi 300. Na hata ukikonjeka ukienda Kenyatta hospitali watakutibu. Akata kitu inaitwa SHA. Hiyo kitu inaitwa SHA, hiyo kitu unaenda saa zingine haina network. Haiwezi kutibu outpatient, haiwezi kupewa tawa. Na NHIF ilikuwa inapatiana tawa, inatibu outpatient. Sasa kitu kama hiyo mimi naona rais alikuwa anatanganya. Akakuja kwa makanisa, akasema mimi nataka nifanye na mabishop na waamini wote, nitachenge hekalu la Mungu. Sasa hii kanisa ndio hizi kanisa nyanya anazipika vita. Amebomoa kanisa ile iko kwa Reros ya mama anaitwa Margaret Wanjiru, alibomoa kanisa yake. Mpaka mama akalia sana. Sasa vitu yenyewe anasema ati mambo ya factory ati Zoya Sugar Company. Hiyo vitu ameuza. Sia nini ameridhiza hiyo vitu miaka 30. Na hiyo miaka ni mingi sana. Alafu ndugu yangu ananiambia ananiambia ati kuna factory ati wameamsha factory. Si kuamsha, hizo vitu imeuzwa. Hizo vitu ishauzwa. Yes. Sasa kama ashauza hizo vitu, yeye hakuna muhimu kani kwetu. Video yote alituambia ametanganya. Anakuja na promise karibu milioni 1. Haja alifanya hata mmoja ama amefanya moja, zingine ziko out. Na miaka 5 imeisha. Sasa nini anakuja kutuambia? Ndio kwa maana mimi niko 1 term. Sawa. Na hii Linda Mwananchi nataka uongelelee. Sifuna anakuja. Nipe maoni yako na uniambie ni kwa nini Sifuna anarudi nyumbani na ni kwa nini anatafuta presidency, na umtetee pia kama wewe ni mtu wa 1 term. Sifuna amekuja na akili yake na amekuja pia wananchi wamemuunga na kusema ati Sifuna ni project ya Uhuru Muigai Kenyatta. President Kenyatta ya retire. Na ndivandu mweka kwa mdomo. Ya retire na alikuwa baba yetu mwema na retire. Na ukitaka siku moja pia Osai kiongozi, usikuwa na tarao viongozi kuwatupia maneno washaenda. Ya rest in peace kwa vile retire. Haina haja kumuongelea sana. Sifuna amekuja kwa vile wananchi wamempenda na amerudi nyumbani, na tuwezi kumpika mawe, ni mtoto yetu. Yeye ndio mkombozi wetu. Wanasema ati wanataka ati Sifuna ni mtoto mdogo. Wakati Tauti alikuwa kiongozi, alikuwa kijana mdogo sana, alichunga gora julikana. Na wala Mungu alikuwa amemweka rubber stamp na akakuwa mfalme. Kwa ndugu zake wakubwa wanacheshi hao. Sasa hakuna mambo ya miaka ama project. Hizo zote ni